Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Are you good? Nafurahia sana kwa sababu ya wote wana subscribe. Kwa majina kwanza naitwa Pastor Nancy, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mungu amekuwa mwema sana sana. Na shukuru Mungu kwa wale wana subscribe, kushare, comment and like. Nimesema asante. Muendelee tu hivyo hivyo na Mungu ataendelea kubariki. Ukikutana na hii video kama subscribe, share, comment and like. Tu injili isonge mbele. Si ndio? Watu wangu. Ni siku ingine njema ambayo Mungu amenipatia. Leo ni furaha sana kwa sababu nasikia niko na furaha ya Bwana. Maybe kwenye ni mchana, usiku, asubuhi, jioni. Habari zenu? Mko aje? Mnaendeleaje? Kama uko chini, ambia Bwana akuinue juu. Kwa sababu si wakati wa kukaa chini kwa sababu ya mambo yametuzingira. Ni wakati wa kumwambia Bwana atuinue, atuweke to a new level ili Bwana akaweze kutubariki na kututenda mema. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake, kwa sababu kama sio Mungu hatujui tungekuwa wapi. Lakini kwa sababu ya Mungu amenipigania. Hakika nimemuona Mungu sana sana sana. Na si mimi tu, hata my YouTube akina Sine David lazima kuwe na ushuhuda wa Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutendea. Akina Jay, my son, hata kama mambo itaweza kuwa magumu, nataka kuambia kwamba Yesu anakupenda na familia yako. Niko na neno kidogo ambaye ni katika Matendo ya Mitume. Na hili neno nikisoma ninafurahishanga moyo wangu. Ama nasikianga nimebarikiwa. Nitaweza kuirudia na nirudie kwa sababu ni neno napenda sana. Katika Matendo ya Mitume 3, Biblia inasema kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, na saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja alikuwa kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Alichukuliwa na watu ambaye walimweka katika kila siku katika mlango wa hekalu ulioitwa mlango mzuri, au aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro alimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupewa kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Kaondoka upesi, akasimama, akaenda akaingia ndani ya hekalu pamoja, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Nimekuja na injili ya kukwambia kwamba siku moja kuna mtu alikuwa amezaliwa kutoka tumbo la mamake akiwa kiwete, na alikuwa anachukuliwa kila siku na kuwekwa katika mlango mzuri ambao huitwa mzuri wa hekalu, na alikuwa anawekwa tu pale kila siku, na anapewa sadaka, anapewa kitu, na anaenda nyumbani akiwa akona na kitu cha kukula. Lakini siku moja, siku yake ikafika, kwa sababu siku ya Mungu ikifika, imefika. Nataka kukwambia mtazamaji wangu, siku ya Mungu ikifika, hata kama wataweza kukuzuia, hawawezi, kwa sababu siku ya Mungu ikifika, imefika. Amen. Nimekuja kukwambia kwamba jitie moyo wewe. Ni mambo gani unaona haiendi sawa? Ni mambo gani unaona haisongi? Nimekuja kukwambia siku ya Mungu ikifika, imefika, na hakuna mtu awezaye kuzuia. Amen. Na huyu mtu alikuwa anachukuliwa na anawekwa pale. Lakini siku moja wakati Mungu alifika, akasikia, akaona huyu mtu lazima atabadilishwa. Na Yohana na Petro walikuwa kwenda kanisani, wenda katika kuhubiri. Na wakienda walipitia katika mlango mzuri, wakakutana na yule kiwete. Na wakati yule kiwete kiliwaona kama kawaida,
wahubiri wanakuanga sawa. Hata kama maybe umekuja turungi suti ndio hiyo na tai, ukitokea unaonekana uko sawa. Kwa hivyo Petro na Yohana wakati walikuwa naenda, walionekana wakiwa smart. Na yule mtu akawakazia macho, akatarajia kupewa kitu kizuri. Aliona watu wamejaja. Lakini Petro wakati alimwangalia, alimkazia macho na akamwambia, leo sina fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tunakupatia siku ya leo. Amen. Ni nini hiyo umekuwa uko iga sana Mungu akikutendea na unaona ya kwamba ni kama imesaulika? Nimekuja kukwambia kwamba kuna Mungu wa second chance. Kuna Mungu ambaye kuinuanga mambo. Kuna Mungu ambaye kuchange mambo inakuwa sawa. Amen. Ninataka kukutia moyo, nikwambia kwamba chochote unaona ya kwamba ni kama kilisaulika, ni kama hakisongi, ni kama Mungu amesahau, nimekuja kukwambia kwamba siku ya Bwana ikifika, hakuna mtu ataweza kuzuia, hata devil mwenyewe hawezi akazuia. Na siku ya yule kiwete ikafika. Kwa hivyo wakati Petro na Yohana walidai, walimwambia, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndicho tutakupatia wewe. Amen. Akafungua macho yote, akataka kujua ni nini hiki ninapewa. Amen. Kwa sababu anasema fedha na dhahabu hawana. Kwa hivyo alikuwa anxious, alikuwa anataka kujua ni nini hiki anataka kupewa. Haleluya. Ninataka kukwambia, lazima utazamie Bwana, lazima ugoje Bwana, lazima umuinue Bwana, ili kwamba akaweza kukutendea miujiza. Halo. Yule kiwete akasimama, akakaa chini, akawakondolea macho. Lakini Petro na Yohana akasema, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndicho tutakupatia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee. Hilo neno, jina la Yesu ni ngome imara. Wenye haki wakilikimbilia wanapata kuwa salama. Jina la Yesu ni ngome imara. Na jina la Yesu likitajwa, hata kuzimu wanatetemeka wao wenyewe. Jina la Yesu likitajwa, wachawi wanatetemeka. Ndilo napenda hili jina la Yesu, kwa sababu nikilitaja, kama nimezingirwa, mapepo yanatoroka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Petro na Yohana kamwambia, katika jina la Yesu Kristo, simama na utembee. Na wakamshikilia mikono, vivundo za miguu yake zikapata nguvu, akasimama, akasikia amesimama, na kaanza sasa kutembea, na na akaona hata rudi nyumbani, na hata enda kwa wazazi wake, hata enda kwa ndugu zake, bali alikimbia kwa hekalu la Bwana, akirukaruka na kumsifu Bwana. Ni nini hiyo unaona ya kwamba haiwezekani? Nimekuja kukwambia, siku yako ikifika, hakuna pepo ambayo itaweza kukuzuia. Siku yako ikifika, hata wachawi na waganga watakuzuia. Siku yako ikifika, hakuna maroho zitakuzuia. Siku yako ikifika, lazima utatembea katika jina la Yesu Kristo. Sijui ni nini hiyo umekuwa kisukuma na unaona ya kwamba haisongi. Sijui ni nini hiyo imekukumba, lakini nimekuja kukwambia kwamba kuna Mungu ambaye anatia mtu wa Mungu nguvu, kwa sababu yeye ni mwema. Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako, alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na sasa tuko huru, hatuko mateka tena, kwa sababu anatupenda. Nimekuja kukwambia, wewe umesikia kile kusumbua, jina la Yesu tukilitaja, mapepo yanaondoka. Jina la Yesu tukilitaja, nguvu za kuzimu zinaondoka. Jina la Yesu likitaja, wazimu unaotoweka katika jina la Yesu Kristo. Nguvu Yesu tukimtaja, umaskini unatoweka katika jina la Yesu Kristo. Yesu tukimtaja, maugonjwa yanatokomea katika jina la Yesu Kristo. Ni nini hiyo inakusumbua? Nimekuja kukwambia kwamba jitie moyo. Jua ya kwamba Yesu anakupenda. Jua ya kwamba Yesu anaweza.
kujua kwamba Yesu ni mweza yote. Ni nini imekushinda? Ni watoto wamekusumbua. Unaona ya kwamba utaweza kugive up. Don't give up, my friend. Don't give up, my friend. Kwa sababu simba wa Yuda akiguruma, mambo lazima itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Ni mzee wako amekusumbua. Unaona ya kwamba utaondoka pale uolewe kwingine. Mpenzi mtazamaji wangu, simama imara. Ngojea huyo Yesu akaweze kukubadilia situation katika jina la Yesu Kristo. Ni huyo mke anakusumbua, wa Hosea alimsumbua, wa nabii Hosea alimsumbua. Alikuwa anaamuka na anaenda kwa mwanamume mwingine, na anakuja na anaambia chukua, huyo ni mke wako. Ni nini hiyo inakusumbua? Ngojea Yesu na situation zinaenda kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. My viewers, Mungu anawapenda. Yesu anawapenda. Yesu akiwa kiti cha enzi, mambo inabadilika katika jina la Yesu Kristo. Yohana na Petro wakaambia kiwete, katika jina la Yesu Kristo ndio tunaye siku ya leo. Na mimi Pastor Nancy niko na huyo Yesu. Ukinipigia simu hello, niambiwe ni mgonjwa, na kuambia huyo jina la Yesu likilitajwa, mapepo yanatokomea katika jina la Yesu Kristo. Ukinipigia simu hello, kuna madhabahu zimenilalia, tukiliita jina la Yesu, mapepo yanaondoka na yanaenda mbali katika jina la Yesu Kristo. Nimeombea watu wengi sana, watu wengi wako na ushuhuda, na ninataka siku moja naenda live ili yeyote nimeombea wakaweze kupiga simu wakisema hakika wamemuona Bwana. Amen. Kuna mahali uliniona Komorok nikiombea mama alikuwa ni kama paralyzed, na yule mama amepona in the name of Jesus. Kwa hivyo niko na ushuhuda ya watu wengi, watu wako US, wako UK, Germany, watu wanaendelea Saudi Arabia, Qatar, wapi, wako na mashuhuda ya kwamba Bwana amewatendea. Ni nini hiyo inakusumbua? Yesu yuko na anatenda mema. Yesu yuko na anaenda kukuponya. Yesu yuko na anaenda kubadilisha hali katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, inua Yesu. Ngojea Yesu. Na ukigojea Yesu, anaenda kutenda jambo jipya, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu. Tuendelee kumpenda huyu Yesu. Tuendelee kumngojea huyu Yesu. Kile ninacho siku ya leo, kile ninacho ukiangalia hiyo channel yangu, Guza TV, guza simu, niko na Yesu. Ile shida uko nayo, guza. Nikwambia katika jina la Yesu Kristo, kila ngome zinainama katika jina la Yesu Kristo, na unapata kuwa huru in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Mungu aendelee kuinua. Wacha tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa sababu ya jina kubwa ulitupatia. Jina lako Yesu tukilitaja kuzimu yanainama. Jina lako Yesu tukilitaja mapepo yanakauka. Jina lako Yesu tukilitaja waliofungwa na funguliwa. Ni asante kwa kutupatia jina nzuri. Ni asante kwa sababu ya watazamaji wangu wote ambao wanapitia mambo magumu, ambao wanapitia magonjwa, ambao wanapitia wana makaratasi, wanalia usiku na mchana. Badilisha hali ya watu wako ili Bwana wakaweze kukuona. Asante ni kwa kuwa ni mema. Walio Ulaya, walio US, UK, Germany, Italy, India, Saudi Arabia, wapi, Dubai, Kenya, Tanzania, Uganda, Mungu aendelee kubariki kote sijataja. Mungu aendelee kuonekana. Asante ni kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa na utukufu. Endelea kubariki watu wako wanaopitia katika hali ngumu, ukawatie nguvu, ukawainue, ukawapiganie kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa na utukufu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana abariki sana. Continue subscribe, share, like and comment. And God will bless you. Bye bye. I love you.